salama. Bwana ametwaa. Oh, oh, bye rafiki. Maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Oh, tena tena tena. Ninajua tutaonana. Oh, tena tena tena. Ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Tutaonana tena.
safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh. Bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Tutaonana tena, tutaonana tena.
ametwaa. Oh, oh, bye rafiki. Maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Oh, tena tena tena. Tutaonana tena, yani tutaonana. Ninajua tutaonana. Tutaonana tena, yani oh, tena tena tena. Tutaonana tena, yani tutaonana. Ninajua tutaonana. Tutaonana tena. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Poleni na msiba. Sisi kama umababu nimeambatana na viongozi wenzangu, ametambulisha kamati wezeshi, lakini naomba na mimi nitambue uwepo wa kamati kuu. Nina katibu mkuu wa chama, nina mhasibu, nina makamu mwenyekiti na msemaji wa chama, lakini naomba nitambue uwepo wa wanachama wetu wote wa umababu ambao wako hapa. Naomba nianze na matangazo machache. Tunafahamu eneo la makaburi yako mbali. Kwa hiyo mara baada ya ibada kuisha, ni waombe watu wote ambao tuko hapa, tumeandaa usafiri wa bajaji zinapatikana pale. Kwa hiyo madereva tunasikilizana hapo vizuri baada ya kumaliza ibada, tunaomba tubebe watu wote ambao watakuwa hapa. Kwa hiyo utaratibu wetu tutawapeleka paka makaburini, tutashiriki mazishi, alafu tutawarudisha mpaka eneo la stendi ya soko jipya ndani. Kwa hiyo tuna bajaji zinafika 300 ziko pale, kwa hiyo watu wote mtakwenda. Naomba nirudi na matangazo sasa mengine. Sisi kama umababu tumepoteza mchapakazi mwenzetu. Ninapata taarifa za ajali ya Jonas saa 8 usiku kasoro dakika 10. Tulipambana kama chama kwa sehemu yetu kufika Rabinisia hospitali. Lakini tunafika eneo la ajali, tulikuta miili mingine pale, lakini tukajipa moyo baada ya kuambiwa dereva wetu amekimbizwa Rabinisia. Lakini sasa tukiangalia hali ya bajaji kwa wale viongozi wachache ambao tulifika pale, hatukuwa na matumaini. Lakini tukiwa pale tuendelea na shughuli nyingine, tulipata simu ya daktari kutoka Rabinisia. Tulijipa moyo, kama Jonas ameweza kutoa namba ya simu, basi atakuwa anaendelea vizuri. Kwa tuliondoka tena kukimbia mpaka Rabinisia.
Tunafika Rabinisia tunamkuta Jonas yuko ICU. Lakini nashukuru Mungu ni miongoni, niliingia mwenyewe ICU nikamkuta Jonas ni mzima. Madaktari wakampiga transfer kwenda Mwananyamala. Niliwaambia kwa nini mnampiga transfer kwenda Mwananyamala? Wakatuambia gharama za hapa ni kubwa. Tukawaambia thamani ya Jonas kwetu ni kubwa kuliko fedha. Tunaomba tupambane tuokoe maisha ya Jonas. Madaktari walitukubalia, wakaanza matibabu. Inafika saa 10 alfajiri, kutoka ile saa 8 saa 9 hali ya Jonas ilichenji, akaanza kuvuja damu nyingi sana kutoka kichwani zikaanza kwenda tumboni. Madaktari walipambana. Binafsi ambao nilikuwa nikitoka ICU na kuingia, muda mwingi waliniruhusu niingie na kutoka. Niliona juhudi ya madaktari wa Rabinisia, Mungu awabariki. Walipambana kwa sehemu yao. Lakini mwisho wa siku tuseme jambo moja, mapenzi ya Mungu yalitimia kwa Jonas. Nasema ni mapenzi ya Mungu yalitimia kwa sababu kwa sisi watu wa imani tumekuwa kwenye mitandao yetu ya kijamii tunaposti picha za Jonas. Tunaona Jonas ana wiki kama 2 nyuma, kuna mkutano wa injili ulifanyika pale. Jonas alikuwa na ujasiri wa kutoka mbele na kwenda kuombewa. Alijua kesho yake inaenda kuaje. Kwa mimi sina mashaka na Jonas kwamba ameenda mahali salama. Sasa sisi kama chama tuna taratibu ambazo tumeziandaa. Moja, niseme tumeshiriki kwa sehemu moja au kwa namna nyingine. Jana jioni tulifika hapa viongozi, tulileta mchele kilo 100, lakini tulitoa ndoo kubwa ya mafuta, tukaleta na maharage kilo 20. Lakini bado tunaona haitoshi, tunatambua kwamba Jonas ameacha mke, ameacha mtoto. Tunatambua kwamba mtoto bado anahitaji kuendelea kusoma. Tunaomba tusapoti kiwango kidogo ambacho Mungu ametubariki kwa ajili ya kumshika mke wa Jonas mkono na mtoto wake. Atakapotoka basi hapa wajue maisha mengine yanaendeleaje. Kwa ninaomba kama kuna mtu yuko karibu na mke wa Jonas, kama atapokea kwa niaba yake kiwango kidogo ambacho tumekiandaa, tukabidhi kiwango cha shilingi 700,000 na shilingi 50,000. Tunaomba tu asimame apokee. Mwasibu wetu wa kamati wezeshi yuko sahihi. Unaweza ukafika pale tukapata picha ya pamoja wakati anapokea. Sogea tu pale kwa niaba yetu, tutatuwakilisha wengine. Msogele tukoe muda. Kameramani wetu kule tupate picha ya kumbukumbu ili baadaye watoto wa Jonas wataingia kwenye channel yetu ya YouTube, Facebook na Instagram. Na sisi tusapoti jitihada zile ambazo Jonas alikuwa anazifanya. Kuhakikisha mtoto wake anasoma, kuhakikisha mtoto wa mama anaendelea na biashara ndogo. Lakini tunatambua tumepata msiba mara 2. Kwenye familia ya Mzee Mwira tuna wanachama 2. Daudi pale ni mwanachama wetu wa mababu. Daudi amepoteza kaka. Lakini Mzee Mwira mjumbe wetu uko naye kwenye mtaa mmoja, baba wa Jonas, ambao na wao na mama hapa tunaona wao wamebeba sehemu kubwa sana ya msiba. Tunaomba sisi tena kama chama tusiache familia ya Daudi, familia ya Mzee Mwira. Tunaomba tena tukabidhi kiwango cha shilingi 700,000 na 50,000. Tunaomba Daudi usimame upokee kwa niaba ya familia. Asante. Tunawashukuruni sana. Tunamshukuru mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa, ametuwakilisha vizuri hapa. Sisi ni vijana wake. Tuko hapa Bunjubi, tunafanya naye kazi vizuri, tunashirikiana naye vizuri sana. Kwa hiyo ni mlezi wetu. Mungu wa mbinguni akubariki sana mwenyekiti wetu. Lakini kuna watu wanaweza wakaona mbona hawa ni maafisa usafishaji wamevaa picha za mbunge. Josephat Gwajima ni mlezi wa mababu, amekuwa na sisi bega kwa bega akishirikiana na sisi. Naomba niwakilishe pole, amesema na yeye anatoa pole kwa familia. Amepoteza kijana kwenye chama chetu cha umababu, kwa hiyo na yeye anatoa pole kwa familia ya Joseph Mwira, atawasiliana naye kwa kuwa ni mjumbe wake. Lakini wakilisha tena pole za mkuu wetu wa wilaya Kinondoni Mheshimiwa Saadi Mtambule, anawapa pole familia. Nimewasiliana naye asubuhi ya leo, majukumu ya kiserikali yamembana, angetamani kuwa na sisi. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Mungu awabariki. Nenda rafiki
sema tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bye rafiki. Maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu.
nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu, ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu. Japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana tena tena tena. Ninajua tutaonana tena tena tena. Ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Kwa majina naitwa Michael Sarakikia, makamu mwenyekiti wa umoja wa madereva bajaji. Kwa niaba ya kamati wezeshi, mwenyekiti wa kamati husika Ismail Abdalla pamoja na wengine, tuko hapa kwa masikitiko makubwa siku ya leo kwa ajili ya mwenzetu Jonas Joseph Mwila ambaye tumehitimisha safari yake ya mwisho. Tulianzia nyumbani na hatimaye hapa makaburini. Tuko hapa tunamaliza safari yake ya mwisho kuhakikisha kwamba tumeweza kustiri mwili wake. Sisi kama umoja wa madereva wa bajaji Bunju-B huwa tuna ushirikiano wa kuweza kushiriki pamoja na familia, lakini pia kumstiri mwenzetu. Na hii ndio safari ya mwisho, na tukishukuru jamii, marafiki wote waliotukimbilia. Tumeona maafisa safirishaji wa bodaboda, wa magari, majirani, marafiki, abiria zetu wengi ambao tulikuwa tunaishi nao vizuri. Kuna machinga na viongozi wao, viongozi wa askari za mtaa Bunju-B na Kionzile, wote wameshiriki upande wetu sisi kuona kwamba wanatunga mkono kwa ajili ya safari hii ya kuondoka na mwenzetu. Kwa hiyo na sisi tunamshukuru Mungu kwamba tumemaliza salama pamoja na hali ya mvua, lakini tumemaliza salama. Tunamshukuru Mungu. Basi tumtakie tu heri mwenzetu alikoenda. Mungu ampokee salama, afike salama. Yeye mbele yetu, sisi nyuma yake. Mungu wa mbinguni awabariki wote. Asante. Jina langu ni Kurwa Msafiri, mwenyekiti wa umababu moja wa madereva bajaji Bunju-B. Hatimaye tunahitimisha safari ya mwanachama wetu Jonas Mwila ambaye alitoka siku ya Jumatano kwa ajali ya gari. Sisi kama umababu tunawashukuru wale wote ambao waliotukimbilia. Tunawashukuru wa machinga, tunawashukuru madereva bodaboda, tunawashukuru wakazi wa Bunju-B, tunawashukuru serikali ya mtaa Bunju-B, mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa Bunju-B, wajumbe, lakini bila kumsahau mtendaji wetu wa mtaa wa Bunju-B ambaye amekuwa pamoja na sisi katika kipindi hiki kigumu, lakini na wale wote ambao wametukimbilia. Tunamshukuru mlezi wetu mbunge Josephat Gwajima, tunamshukuru mheshimiwa mkuu wa wilaya Kinondoni Saadi Mtambule, ambao wote wamekuwa pamoja na sisi katika kipindi hiki kigumu. Lakini hatimaye tunahitimisha safari ya Jonas. Tunasikitika kwa mwaka 2025 ambao tumeuanza, ni mwanachama wetu watatu tunampoteza, lakini niwatakie pole ya msiba wanachama wetu
wetu wote wa mababu, tujipe moyo katika kipindi hichi kigumu na tuendelee kushikamana katika kazi zetu za kuendelea kuijenga mababu. Tunachokiamini, umoja wetu ndio nguvu yetu. Si kama chama tumefanya nini kwenye msiba? Jambo la kwanza, tumeshiriki kwa sehemu ya chakula. Tumetoa mchele kilo 100, lakini tukatoa maharage kilo 20, lakini tukatoa na ndoo kubwa ya mafuta, lakini vile vile tumekabidhi rambirambi ya shilingi milioni 1.5. Hii ni kwa sababu ya uwepo wa wanachama ambao wameamua kushikamana kwa pamoja, kuona kwamba tunasaidiana katika kipindi kigumu na kipindi kizuri. Basi sina mengi ya kusema, niwatakie pole wana mababu. Kipindi hichi kigumu ambacho tulichokuwa nacho, tuwe kwenye utulivu, tukaendelea na majukumu yetu baada ya msiba na kazi nyingine ziendelee. Asanteni sana kwa kusikiliza. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu.